Hamna kitu kinaheshimiwa mahakamani kama wosia. Lakini kama wosia umefuata misingi ndio hiyo tunaitaka. Maana yake sio kila wosia utaandika, lazima ufuate misingi ya kuandika wosia. Ambayo ni ipi? Kwanza wosia tuseme wa mdomo. Wa mdomo lazima wawe mashahidi hao 4. Umeelewa? Na washahidi 4, 2 lazima wawe ndugu, wanaofuata wawe baki. Okay. That's very important. Kwa hiyo lazima kuwe kuna mashahidi. Na wosia unaandikwa kwenye sheria zetu, nasema wosia lazima uandikwe mtu wa miaka 18, lakini kisheria zaidi tunaita kwenye case law, kesi zilizoamuliwa. Nasema lazima uandikwe mtu umeanzia miaka 21. Kwa hiyo tunaangalia pia sio kila mtu ataandika wosia, lazima umefika age appropriate. Kwa hiyo kuna misingi ya wosia. Alafu kuna wosia wengine of course wa kuandika, wa maandishi za bit complex kidogo, sio mgumu lakini uko complex. Lazima uandike kwanza, lazima uandike kiapo chako wewe. Mimi ni Scholastica Ndianabo, nikiwa na akili zangu timamu, naandika wosia huu yani bila kushurutishwa, bila coercion, si unasemaje kwa Kiswahili. Unaandika na utaandika pia tarehe. Wa kuandika ni washahidi hao wawili. Tubaki na ndugu yako. Wao unaona tofauti wa mdomo 4. Strictly 4. Usipokuwa na 4 hauwezekani. Yani huo invalid. Okay. Naruhusiwa labda nipo katika hali labda katika magonjwa mengine, kama unajua kuna mtu anaugua mpaka amechanganyikiwa. Sasa huo you're not in the right state of mind. Unaelewa? Kwa maana nasema wosia ni voluntary. Lazima huo sound mind. Sound mind ni mtu ambaye anaelewa anachokiandika. Unaelewa? Na ndio maana unaona tuna famous cases kama za kina Benki. Walikuwa yes, kwamba walihisi probably labda alikuwa hakuwa kwenye state nzuri. Yes. Kwa hiyo lazima uwe sound, unajua unachokiandika. What you are trying to put down ni kitu ambacho umetaka bila kuforsiwa, voluntary.